ni yule anayeacha viongozi wengine. Yaani kiongozi maana yake ni mtu ambaye anaijua njia, anaionyesha njia, anaiendea njia. Yaani kiongozi anaweza akawaongoza watu kutoka pointi A kwenda B na kufanikisha mambo makubwa sana. Sasa ili uweze kuwa kiongozi mzuri, hakikisha hilo eneo unaliweka vizuri. Nimeelezea kwenye kitabu kwa kina sana. Kuna mambo kama 5, hatua 5 za kiongozi ambazo tutakuwa azifanye. Zimetajwa na mtaalamu mmoja wa masuala ya uongozi anaitwa John Maxwell. Kwa hiyo ukitaka kuzijua zaidi, nikukaribishe tu upate nakala ya kitabu cha 4Js uweze kujua kwa kina sana ufanye nini wewe unataka kuwa kiongozi. Lakini jambo la 3 linalowafelisha viongozi wengi, jambo la 3, kushindwa kutoa mrejesho ambao unajenga. Kushindwa kutoa mrejesho ambao unajenga. Not providing constructive feedback. Hilo ni tatizo. Viongozi wengi sana wanaishia kulalamika, kukosoa, kuchakata, wewe ulitaka ufanye hivi, mbona hujafanya? Sasa toa mrejesho unaojenga. Mwambie, ndugu, hapo umefanya, lakini ilipaswa ufanye zaidi. Hapa ulifanya kwa namna hii, ilikuwa kuna namna nyingine ya kufanya. Huo ni mrejesho chanya. Lakini mrejesho wa kurusha makombora, kulalamika tu, Lakini pia tukumbuke wewe kiongozi ambaye umekalia hiyo nafasi. Unaweza kuwa ni chief executive officer, unaweza kuwa ni manager, unaweza kuwa ni mtu mkubwa kwenye taasisi. Kabla hujafika kwenye hiyo nafasi, ulipita sehemu na kuna watu walihusika kukunyanyua, kukushika mkono kufika hapo ulipo. Basi na wewe unapofika usiwe mtu wa kulalamika sana, bali tengeneza mazingira ya kutoa mrejesho chanya ambao utawasaidia wengine. Na huo mrejesho uwe ni kwa wakati, sio unachelewa sana kutoa mrejesho. Kwa hiyo nimeelezea pia kwa kina sana kwenye kitabu cha 4Js. Kwa karibu sana upate nakala yako ili uweze kusoma na kupata maarifa ya kutosha. Basi nimalizie na jambo la mwisho, jambo la 4. Mambo ambayo yanafanya viongozi kutokuwa bora. Jambo la 4 ni kukosa muda na watu wako. Not making time for your team. Kiongozi inatakiwa pia utengeneze mazingira ya kupatikana muda wote. Wale unaoongoza wakitaka kukupata kwa ushauri, kwa miongozo, kwa taarifa, unapatikana. Sio kiongozi unafunga ofisi, unasafiri masafari mengi, haujaacha hujakasimu mamlaka na madaraka kwa wengine. Hata unapokuwa haupo mambo hayaendi. Watu wengi wanapokuwa viongozi wanatengeneza ukuta ama mpaka, a big barrier between them and their followers. So haupaswi kuweka ukuta, tengeneza mazingira ya kupatikana. Usiweke namna yote ya kushindwa kufikiwa kwa sababu kuna mambo mengi yanayoendelea. Unahitajika kuyasikia kutoka kwao. Wanahitaji kusikiliza kutoka kwako. Kwa hiyo tengeneza muda. Unaweza usipatikane tu kila wakati, lakini angalau kuna mazingira utakuwa unapatikana. Basi niukaribishe, endelea kufuatilia mwendelezo wa kitabu chetu cha 4Js. Ni vipindi ambavyo nimevigawa katika hii channel yetu ya Expanse Uongozi Point. Niukaribishe tena ndugu msikilizaji. Jina langu naitwa Barnaba Mnyasi. Karibu tena kwa wakati mwingine. Asante.